nataka kuwa wakala Dodoma, nataka kuwa wakala Dar, nataka si kuwa wakala na wapi. Nikamwambia sawa, asante sana dadangu kwa support. Ule usiku nika screenshot na nili yake. Mimi sio mchoyo wa fadhila, sijaumbiwa hiyo tabia. Halo upo nikamposti asante dadangu kwa support. Hivyo ndio mtu wa kwanza. Zikaenda ikaeka za glossy, tukaingia tukatoka, tukaja tukamaliza, tukatoka tukaingia mpaka mimi nimerudi Tanzania. Mungu arudi glossy zilichelewa kwa sababu mzigo unapotuma kuna mambo mengi kwenye cargo hizo. Mzigo ukachelewa lakini ukafika baada ya wiki. Nikatoa glossy kwa nakumbuka mimi kipindi naziuza kwa wakala, mashahidi mawakala zangu hapo watakuwepo. Walinipigia wakanambia kila wakala alilipa hela. Hakuna wakala asiolipa hela. Kasolo yeye akulipa. Hapo mbele nitaenda kupiga nyimbo Kasolo ni wa namna gani una moyo wa peke yako ndugu yangu uelewe. Wakilaya wote wanakuvizia utoke. Hiyo nyimbo itapiga mbele. Sio maana vizuri. Nilipofika Dar es Salaam nimefika nikamaliza. Nikaona binadamu tuna roho ya kugafirika. Labda huyu aligafirika hakulipia lakini pia siwezi kumnyima mzigo wake. Nikachukua ule mzigo hakiwa hajaulipia nikaweka pembeni. Nikatoa mzigo wote uliolipiwa which ukaisha wateja mawakala wakapata. Haya mimi nikabakia na pisi chache za kuweka dukani. Ndugu zangu, hiyo wiki niliyorudi nikawa na busy ya kufanya shooting za nini, nika launch, nikamwalika kwenye launch. Hakuja, akajipasi akaniuliza hadi nielekeze na vaje. Nikamuelekeza akufanyaje hivyo. Hakuja, nikapotezea. Mtu anakuwa na mambo mengi. Ujue kuattend party ya mtu, hauwezi kumchukia mtu kwa nini hakuja kwenye party yako kwa sababu kila mtu anakuwa na process zake. Mwingine anakuwa la busy na sisi ni vijana tunahangaika. Siwezi nikachukua kama madai kuja kwenye party. Mimi party yangu ilikuwa na watu ngoja hadi wengine nilishindwa kuwalisha. Okay. Hakuja. Nikashangaa kitu kimoja. Mimi na wewe tukiwa tunachati kila siku lakini nilikutumia DM message almost wiki mbili. Kwanza hapo katikati akanitafuta. Baby nataka sijui kuna wewe ngozi yako sijui imekuwa vizuri, nataka ufanye kama mimi napaka mafuta yako. Nikamwambia naomba nikupigie hata hivyo siku na jambo letu. Lile jambo letu lile hapo tutakuwa tunaongea. Nikaja nikapiga simu shahidi Mungu wangu. Piga simu apokee. Piga Insta apokee, Snapchat apokee, kawaida apokee, namba dukani apokee. Nikasema okay. Nikamtext. Baby nilikuletea mzigo. Baada ya kama wiki 3 toka nimerudi nje. Nikamcheck. Baby nimekuletea mzigo lakini nakuomba huo mzigo huku ulipia, naomba ulipie. Alichokinilishia siwezi kuambia. Akaja akasema baby mimi sijui ni nini, sio kitu gani bla bla, lakini akatengeneza wigo kama anataka kunirudishia product yangu, hawezi kuendelea nayo tena kwa sababu sikujua, kwa sababu zake anazijua yeye mwenyewe, atakuja kuelezea. Hii video namfanyia yeye kabisa na anatakiwa ajue. Haya, alivyokuja akarudisha hizo jana hiyo. Mimi nilivokaa PA wangu akaniambia baby hatuwezi kukaa huko, watu wanahitaji vitu, wanahitaji lip gloss. Lip gloss zimeisha na huyu mtu uliosema unampa auzi ya posti, hajatangaza, hajafanyia chochote. Kwa hiyo cha kukifanya yeye, mwambie aturudishie tuziuze. Hivyo jana alizileta. Maana nilimpa pisi 200. Jana alipozileta hapa ninapoongea mimi na wewe nimebakizwa na lip gloss pisi 40 tu. Kuna mteja